Yo, what's up my good people, this is Rama the Great, na katika mojawapo ya show ambao huwa nafanya Mboka ni Mboka, na wale vijana ambao wa support kazi za wenzao ambao hawachagui kazi yoyote, akiwa ready kusupport na ana support. Na leo tuko na ndugu zetu hapo, wasanii wa Chesi kutoka maeneo ya kanda haya Pwani, na pia ni wasanii wakubwa sana katika hii nchi yetu ya Kenya. Sasa leo tutabongana nao kiasi, tutapiga nao story, alafu tutafurahia. Kuna tu tuanze na bwana Madundo hapa. Sisi hatujui MN ni kwa gani wana tulifanya kwa stukizia tu kwa Marekani. Kwa pengine kuna kitu kimewaleta Marekani au pengine kwa shughuli zenu kadhaa. Si lugha tuko njiani like bwana ni rafiki yake huyu rafiki yetu hapa. So tukaamua kuwa support kwa sababu as long as sisi sote tuna ni vijana lazima tusapotiane, na pia miongoni mwa vitu ambavyo tunafanya kama matembezi pia hivyo tu. So mlikuwa tumekuja kusupport basi Mo/Joint hapa. Huyu ni kijana wetu pia, sisi tunajaribu kusukuma, so ni vizuri umeweza kufika hapa. So pengine bwana Bujira, Jimbo Media, unaona kazi yako unafanya kazi fiti sana kule Kwale, naona unaweza kuelimisha watu, so ni kazi nzuri unaifanya sana. Pengine tu nikuulize, ni kitu gani ambacho kimekusukuma uweze kuangazia mambo ya Kwale, hasa yale mambo ambayo yana concern serikali, sana sana kaunti ya Kwale? Kitu gani ambacho kimekusukuma kufanya hivi? Kwanza nashukuru kwa fursa hii ya kufanya interview na hii media. Vijana wenzangu, napenda mnachokifanya, muendelee kujituma hivyo hivyo, kwa sababu hizi online media huko tuna kidogo sana. Ukiangalia sehemu nyingine ziko nyingi na zinafanya vizuri. Kwa hiyo mimi nafurahi sana nikiona vijana mmechangamkia fursa, na sisi tuko hapa kwa support. Mimi niko, Madundo yuko, Beka yuko na wengine, sisi ndugu zenu, tunakaribisha muda wote. Kuhusiana na swali la Kwale County, nadhani kikubwa ni kwamba tunahitaji mageuzi, tunahitaji kuona mabadiliko ambayo yataweza kumsaidia Mkwale na kijana wa Kwale. Nimezaliwa Kwale, nimeishi Kwale, nimelelewa Kwale, so naelewa changamoto ambazo vijana wako nazo. So kilichonifanya hasa niingie kule ni kwamba I feel we need a change ili kumsaidia kijana wa Kwale aweze kujipata kimaisha. Talent ziko nyingi lakini hazijaangaliwa, ajira hakuna. So ni vitu ambavyo vinachangia sisi kama vijana kujiingiza kwenye makundi ya uhalifu, kutumia mihadarati na mambo mengine ambayo hayana faida. So tukipata uongozi mzuri, hayo yote yatakuwa sawa. Hiyo ndio sababu kubwa tu kwamba we need change, na change haiji rahisi. Lazima wengine waumie, wengine wajitolee. Ndio hivi ambavyo mimi nimefanya. Au kuzingatia kwamba yule ni gavana wa Sai wa Kwale, ni rafiki wa karibu sana na Salim Mvurya pamoja na rais wetu wa Kenya hii. Hakuna pengine hofu yoyote uko nayo, pengine kujaribu kutishiwa maisha, pengine amejaribu kukusukuma kuuliza mahali ambapo sipo? Nimezaliwa siku moja, nitakufa siku moja, atakayeniua pia atakufa, hakuna atakayebaki. So tunaogopa kitu gani? Naweza nikahofia kwamba nitapotezwa, nikapita na pale nikagongwa tu na gari nikafa. So kifo kipo, kitakufuata tu kwa namna yote. Alafu hapo kuchangia kwa kuongezea katika hizo stories za siasa, na kulikuwa na hii union ya South Coast content creators. Nasikia ilivunjika, na kuvunjika kwake eti mtu mmoja wapo wanasema inasemekana tetesi ni wewe ulichangia ili kitu kuvunjika kwa sababu ulikuwa unaegemea upande mmoja wa siasa. Ni kweli? Uzuri content creators wote kila mmoja ana upande wake, labda ni vile wengine hawajaamua kuonyesha, lakini kwa namna tunavyojuana, namna tunavyoishi, tunajua kwamba huyu yuko mrengo huu, yuko mrengo huu, na hilo ilifanyika. I mean content ile association ilitengenezwa kila mmoja akijua kwamba mimi niko mrengo fulani. So haijakuwa ni sababu kubwa ambayo ilifanya ile association kuflop ni kutokana na kwamba tulitaka kuizindua, na katika kualika wale viongozi kawa ni changamoto kupatikana, alafu kaingia ratiba nyingi, kaingia mambo mengi, lile jambo likapoteza nguvu. Lakini bado mimi nia yangu ni ile kuona vijana wanasikana na tunakuwa pamoja. Yes. Bwana Beka Ruga, mzee yeye. Niambie bwana. Mambo mazuri. Sasa pengine tufike kwako kwanza kabla tani kisha piga Madundo, acha tupande kwa sasa.
Je, kuulize tu, kuna hili swala ambalo tunaona Maguire ndani, naona ajituma sana kufanya ma events kusupport vijana, pengine wewe uko na njia hiyo pia, pengine umeweza kufikiria jambo kama hilo? Kwa support vijana kuna njia tofauti tofauti. Mimi nikimchukua msanii ninapomintroduce, kama vile nimeintroduce kina Zuu, nimewaleta, nimewakuza. Sasa hivi kuna mwingine nimemshika mkono anaitwa Amina, kuna yule mtoto nafanya naye anaitwa Fatuma. Hiyo ni njia moja kwa support vijana, so lazima niandae event, lakini hiyo pia ni njia moja kuonesha yangu support. Maguire ni mkubwa sana, Maguire amesoma sana, kwa hiyo huwa na chances kubwa za kusupport watu wengi, lakini mimi yule kile kidogo nilicho nacho nachukua watu kidogo na wasupport na wanaenda. Maguire amesoma, Maguire ametoka Kingwede na A na ule muone Madundo Wallahi. Alafu Bekaruga, kuna story ambayo si story, lakini kitu ambacho sisi kama mashabiki wako karibu sasa Marekani, kuna mashabiki wako wengi sana kinaweza kutumiza na pia kilitupatia sintofahamu. Kuna ile trend ilitokea kwamba mlikuwa mmekorofishana kidogo na mama mtoto wife. Sijui kama ilikuwa ni mpaka sasa hivi watu hawaelewi, wanasema ilikuwa tu kiki kidogo. Alafu inasemekana katika tetesi mmejaribu kuifanya vile tu mama endelee kupata endorsement na wewe upate endorsement. Ni kweli hiyo? Alafu hiyo endorsement wanasema tumefanya hivyo ndio apate endorsement. Akapata endorsement gani? Wewe hizo tetesi unazosema. Okay. Ni story ambayo ilikuwepo, lakini unajua kuna issues zingine zinakuwa their family matters. Kuna mambo yanatokea zinavuja nje, lakini nafikia time mimi wenyewe kama watu wazima mnaamua acha tukae tulimalize ili kifamilia. Kwa hiyo ni sisi wenyewe, mimi na mwenzangu tunaamua tukae tujue sisi wenyewe tutakupa vipi na hii issue tuimalize kifamilia. Tukiwa ready tutakuja tuiongelee, nitakuja kueleza sasa the whole story, ilianzia hivi, ilienda hivi, ilianzia hivi, lakini hapa ilipofikia tunalimaliza kifamilia. Sasa bado mimi na mama watoto bado tuko pamoja. Leo mnamuona nafanya live za Airtel tu. Tunalimaliza kifamilia tukiwa sawa. Si account tumeshare ile account, si pia tunaona kina Babjipo wanatumia account yako kufanya live. Yes, kuna watu ambao nimewaajiri bado tunafanya nao kazi za Airtel wengine, lakini mama watoto yuko nyumbani. Bwana Madundo, mimi nafurahi sana. Madundo, mimi nafurahi. Nafurahi bwana. Nafurahi ndugu yao kijieleza vizuri. Lakini Madundo ni mmoja wapo ya msanii ambaye wakati mkifanya ile tour yenu ya Tanzania alikuja kando akasema kuwa muona nyinyi wasanii wakubwa alafu mnakuwa mwisho wa kuomba. Unajua binadamu wote kuna kipindi unakwama. Kuna kipindi unakwama. Sio kwamba sisi kuomba. Tatizo kwa nini mwenzao akifanya kitu nataka kuiga? Kwa nini? So kulingana na wewe waliiga. Wanaiga. Mbona wafanyi chao? So walikuona wewe ndio waliniona ndo nakaiga. Basi kweli wote. Haina kweli hiyo issue. Huyu sisi tumeanza kwenda Tanzania kabla yeye. Hata sisi content mimi nimeanza ndio yeye akaja, kumaanisha yeye kuja kwake ameiga. So unaona mimi nimeanza content alafu yeye ndo akaja nyuma, kumaanisha yeye amefanya nini? Ameiga kulingana na upi wake anaomaanisha, lakini mimi sijasema kuwa ameiga. Sijasema kwa sababu gani. Kitu chochote kina mtu mwanzilisha alafu kuna wengine wanafuata. Kuna media hii Marekani media na huko kuna inaitwa yes, the headlines sijui. Sasa tuseme huyu ndo amemwiga huyu ama wewe amemwiga huyu. Kwa hiyo ni vitu tu vinakuwepo. Tuseme hii Marekani slash ni nyingi. Watu wote wanauza slash, lakini hakuna tamu kama Basmalt. Wewe mwingine anayefanya utasema amemwiga Basmalt. Kila mmoja anatafuta riziki yake. Kwa hiyo wewe ulianza kwenda Tanzania, wengine wataenda. Wasanii ni wengi, ma content creator ni wengi. Kwa wasanii sasa hii tuseme Eko anaimba, kiona mwenzake anaimba anasema yule ameniga mimi yule. No, kila msanii anakuja kivyake na riziki yake. Huyu content yake ni ya kuvua nguo, kupigana nguo chafu barabarani. Kingine, alafu kuna story tumeipata kwamba ninyi mnafanya tunaona pamoja lakini hamfuatani. Na ukweli wote hapa. Madundo. Unasemaje? Mimi kitu gani nimesha nacho kimoja. Wewe ndio kunifuatilia maisha yangu hapa tunakuniiga. Nitakutandika. Napenda kuniiga bro, ambapo sio poa. Mimi namwambia kila siku kwenye maisha bwana, focus na mambo yako, acha kuiga mtu. Sawa, mimi si mdogo, yeye anaona kama mdogo, lakini naweza sema huyu yapenda sana kunifuatilia mimi. Mimi yeye mwenyewe anaelewa.
Sisi sishoboki naye. Yeye ndio anapenda kunishobokea. Umeona bwana? Haizi bila mimi. Lakini mimi najaribu kumwambia ni kwamba uniwezi ki-content, uniwezi kilolote. Beka kuna yote uko naye, kuna yote pengine uko nayo na sijui huyu sahi amechukua msanii wangu. Aisha Mchina alikuwa anakutana naye. Yeye ameenda kumchukua nyuma pazia, sijui ana issue gani na Aisha Mchina. Sahi kuna nikifika nyumbani, mimi naenda kufile a case tujue mimi na yeye namna gani atanilipa na namsambaratisha kiusanii. Anirudishie Aisha Mchina, utamrudisha. Bwana, pengine kuna jambo la kuambia ni kijana wa Marekani sasa hivi, unaweza mwambia nini? Vijana wa Marekani, hii Marekani, Coast Province, yani kaunti zetu Kenya nzima, future yake inategemea vijana. Kwa hiyo usikae chini ukasema mimi sina cha kufanya, sijui nitashikia wapi, nitafanyaje. Anything ambayo uko nayo jitolee, uifanye kwa bidii, na hiyo ndio itakuwa mwanzo wako, kwa sababu sisi sote tungetulia tu bila kufanya bidii na vipaji vyetu isingekuwa rahisi. Unaelewa? So Madundo alitoka kwenye comfort zone, akaamua ashike simu, aweke mic, afanye kazi. Beka aliondoka kwenye comfort zone, akaamua afanye kazi, na ndio sasa mnamtambua. So kijana yote ambaye unajua na jambo lolote lile ambalo unalo uwezo, usikae kwenye comfort zone. Sasa tuko kwa Bazmuli hapa. Bazmuli ingekuwa ameketi maskani tuona cha kufanya, tusingekuwa tuko hapa leo. Lakini tumekuja hapa kwa sababu ya kazi yake nzuri, hizi slash yake poa anapotengeneza hizi smoothie, ndio maana tuko hapa. Na hii ni message kwa vijana. Usikae kwenye comfort zone ukijua kwamba mambo yatajifanya yenyewe. Ule ulimwengu kwamba unainuka nyumbani, baba amekuandalia kila kitu, wajua utarithi, kuna hiki, wazazi wetu wamepitia hardship, wameuza hivyo vitu. So sasa hatuna cha kurithi zaidi ya sisi wenyewe, tupambane, tuachie watoto zetu urithi. So vijana tujitume, huo ndio ujumbe wangu. Shukran sana. Well, ikiwa hapa ni Muyez Official Production, The Headlines Marekani, nikiwa na Marekani Media hapa. I think wewe kijana wa Marekani, mkazi wa Marekani, umeweza kumsikiliza vizuri Buja. Maneno ambayo ameongea ni maneno yenye busara. Kwa hivyo wewe kijana uliye pale nyumbani ambao uko mtaani, usikae hivi, tokezea. Huyu ni